Jina langu naitwa Tom Ndieki Oleko kutoka Nyanjwa. Mimi ni mtu ya Mogoteni kutoka Kisii. Salamu mfalme hii mnaonanga. Lakini mimi nashangaa kuona Kenya ikitumbukia kwenye kisa. Wewe William Ruto nikikuuliza, wewe umesoma mimi sikusoma. Nikikuuliza kutoka Nairobi mpaka Siralia, ni mito ngapi utavuka? Ama Kenya mzima iko na kona ngapi? Hii magari mnatembea nayo na mandege, mnaweka mafuta. Na hivi binadamu ndio wanafanya hiyo kazi yote, wanalala njaa. Hiyo nyumba unatuambia unatutengenezea. Hiyo nyumba utatengeneza bila maji? Hata hiyo nyumba utatengeneza ukiwa na njaa. Watu njaa hawezi kuakula namna hii, nchi haiwezi kuendelea. Mnaonanga mto, ukitumbikiza mawe kwenye mto, utupe ndooni utazika samaki. Na hivi binadamu wao ndio wanafanya kazi, ndio nchi inaonekana. Na mambo ya uwizi na ikikomeswa mara 3 wa serikali na makambani na raia. Kenya itametameta. Kitu ya kwanza kuanzia watu jokora, watu wa bibi na rangi, na watu wa potapota na mama mboga na watu wa ofisi, watu ya serikali na makama ni Kenya mzima hawana raha. Wakati maandamano itainuka ndio utajua ni kwa nini radi ipige mbinguni. Na vile mimi naongea, usiangalie sura wala mafasi, sikia yale na kuambia. Kuna lugha moja inaenda hivi. Msiari, sasa mimi nataka kuwapanga. Mimi najua vile mko na vile mnaishi. Msiari wakati au saa au second mkipeleka maneno kombo ambaye ndi sawa na wenzenu. Hiyo itawaletea miwanyiko mara 3. Hapo serikali kiwanyika na makamba ni wanyike na raia wanyike. Hapa hakuna mafuno. Kutoka mataifa ile ambayo itaki nchi hii mazuri itawekea full right. Mtajikuta mko kwa vichaka. Jina naitwa Michael Roy. Mimi ni mjakazi wa hapa Kisii. Mimi naweza sema kitu ya kwanza, Kenya hii mali tunaelekea ni place pabaya. Na kuomba president wetu William Samoei Ruto, naweza kumbuka enzi yenye ulikuwa unatafuta kura, ulikuwa unasema bottom up. Tulikuwa wajinga sana kama unasema vijana kazi kwao, pesa. Wewe sio mtu mwenye watu wanaweza kuweka tumaini yao kwao. Juu unatuambia unaenda kushukisha bei za vitu na unazipandisha. Ukiitisha conference ya watu wa press, hiyo siku tunajua mafuta imeenda juu, sukari imeenda juu, unga imeenda juu. Tuambie mali tunaelekea Kenya isa. Juu sasa hii umeanza kusema ati wewe ulali, unawatafutia watoto wako, sio watu wa Kenya. Unasema pesa hakuna Kenya. Every now and then una point waziri wa elimu, unamwambia aende kwa press conference ama aende kwa shule fulani aseme pesa itaingia kwa shule. Walimu wanasubiri pesa hawaoni. We ni mtu gani? Unatuahidi kitu yenye hakuna ama kitu yenye hiko? Ruto, nakwambia venye mulienda hata 2013 na Uhuru, ulijaribu kutisha Uhuru ili asiungane na Raila. Kisha baadaye Uhuru akakuja akagundua we ni mtu mbaya kuliko mtu yeyote Kenya hii. Akakuja akatafuta handshake. At least hata kama unasema handshake ilikuja, unga ikapanda juu na tulikuwa tunasikiza Uhuru kidogo. Sasa hii yako tuambie, Museveni ndiye anakuja kurule ama Amin Dada ndiye anakuja Kenya? Tuambie mali huko juu story ya Amin Dada na Museveni wanakaa pamoja na wewe. Hatuwezi kuogopa juu tunajua wewe ni best ya rais wa Uganda Museveni. Sasa mahali huko sahi Ruto na wewe Gachagua rule Kenya, na kitu jue Kenya nadhani inaenda kukaa mara 2. Siogopi kukwambia Kenya inaenda kukaa mara 2 juu unafuruga watu, unatumia watu. Juzi tu ulitambua Mdavadi ma-DVD. Hatuichi chenye ma-DVD anafanya. Kazi yake ni nini Kenya hii? Ndugu zangu katika gatuzi letu la Kisii, kwanza ninachukua hii fursa kushukuru haswa wanahabari wetu kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya katika gatuzi letu la Kisii na pia katika nchi yetu ya Kenya kwa jumla. Nafikiria kuna masuala nyeti ambayo yanabidi nizungumzie, ambayo kama Mkenya wa kawaida nafikiri ya kwamba yanaathiri nchi yetu na pia katika maisha yetu. Jambo la kwanza, ningependa kuzungumzia kuhusu masomo.
masomo ni uti wa mgongo kwa nchi yoyote ile, kuanzia chekechea, grade ya kwanza hadi ya 6 na haswa katika upande wa JSC. Lakini naona ya kwamba masomo katika nchi yetu yameanza kuyumba kwa sababu the cost of living has gone very high. Wazazi wengi wameshindwa kabisa. Wameshindwa kulea wanafunzi wao ama watoto wao katika hali ya masomo kwa sababu karo imepanda, biashara imerudi chini. Kwa hivyo wananchi wa kawaida wameshindwa kujitetea kimaisha. Kwa hivyo ningeomba serikali ya kwamba katika kujadili huu mswada wa fedha wa 2023 ambapo wabunge wetu wanakaa siku ya Alhamisi kujadili kuhusu swala hili nyeti la nchi yetu ya Kenya. Mimi kama mwananchi wa kawaida ningependa hawa wajumbe wajue ya kwamba sisi ndio tuliowachagua katika hapa mashinani, na sisi tuliwatuma waweze kututetea maisha yetu. Waangalie ya kwamba maisha yetu yatakuwa vipi na watoto wetu. Sehemu nyeti za maisha zitakuwa vipi katika maisha yetu. Kwa hivyo huu mswada ninaomba, najua serikali inatafuta pesa hela hapa na pale, lakini usije ukamnyonga mwananchi kwa sababu labda anadai haki yake. Ukweli ni kwamba maisha yamezidi. Kwa mfano, niwape mfano, mwalimu wa chekechea ambaye analipwa tuseme shilingi 12,000. Huyu mwalimu ana wanafunzi 2 wanasoma katika shule ya upili. Hebu niambie, hata wewe mbunge ukipewa hizo hela utagawanyaje ili hawa wanafunzi wako waweze kusoma, ili hali upate motisha ya kuingia darasani pia ushughulikie hawa wanafunzi wengine. Kwa hivyo naomba wabunge wetu, sisi ndio tumewachagua, naomba muangalie masuala nyeti katika hiyo finance bill ambayo mtaenda kuipitisha. Inaweza kuwa ngumu kwenu, lakini ni ukweli kwamba kwa binadamu sisi ambao ni Wakenya wa kawaida itatuzidi nguvu. Jambo lingine la pili, mambo ya county devolution. Pesa katika magatuzi yetu 47, iwe gatuzi la Homa Bay, iwe la Nyamira, iwe ya Kisii. Hata hawa magavana wameshindwa kufanya kazi kwa sababu hawajapata hela ambazo zile serikali kuu inastahili kuwapea ili wafanyie maendeleo. Kwa hivyo tunaomba nchi yetu ya Kenya, hizi pesa katika serikali ambazo zimepita, magavana wamekuwa wakipata pesa. Hatujui serikali yetu ya sasa ni nini kimekuwa kibaya ya kwamba serikali haina pesa ya kutuma magatuzini.